Kwa mara nyingine tena nakuja kwako Mejadi 24. Nakuja hapa na topic mpya inaitwa mateso ya maisha. Kulingana na maisha kiujumla na teknolojia na globalization iliyoko, dunia imekuwa kijiji. Na hivyo imekuwa ni watu wanahamasika sana na mifumo ya maisha mbalimbali. Hata kutokana na hivyo inasemekana watu wengi sana wanashindwa kuchagua mifumo sahihi ya maisha na kuiga mifumo tofauti ambayo hiyo inawatengenezea wao kujiingiza kwenye mambo yasiyofaa. Na kama watu ambao wanachagua hayo maisha inawapelekea wao kuingia katika mazingira magumu zaidi, kwa sababu tu wamechagua maisha ambayo sio katika hali yao, sio waliolelewa. Na hivyo inawapelekea watu wengi sana kuharibikiwa kwa sababu tu ya mifumo ya maisha. Watu wanaharibikiwa sana, watu wanaharibikiwa kupindukia, na watu wengi sana wanalia sana na vijana kwa sababu vijana wanaiga mifumo ambayo sio ya kwao. Wanashindwa kuchagua mifumo ambayo itawapelekea wao kufikia malengo yao. Na ndiyo tunaona watu wanajiingiza kwenye mambo yasiyofaa. Moja ya sababu ni kutokana na mifumo ya maisha waliochagua ni sio. So watu wengi wanajiingiza katika huko. So kutokana na haya mambo kuna sababu mbalimbali na visa mbalimbali na matokeo ya kuchagua mifumo ambayo sio sahihi, ambayo inafanya wao wateseke. Wanachagua, yaani wanachagua wao wenyewe mifumo, lakini wanateseka wao wenyewe. So kuna sababu mbalimbali na matokeo ya kutochagua mifumo ya maisha mazuri. Sasa mwenzangu ambaye ni leo mmoja wangu ambaye ni dada yangu ataelezea kinagaubaga ni kwa nini tuchague mifumo sahihi sana ya kuishi ili tufikie katika malengo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Jenny Brown, ni mwalimu wa praise kwenye kanisa la TAG Sinai hapa Njeteni, lakini pia ni mkufunzi wa masuala ya mauzo kwenye kampuni ya Ban Manufacturing, nikideal zaidi na kufundisha watu kuhusiana na namna ya kuuza. Lakini hapa leo niko kwa ajili ya kukuelekeza wewe ndugu yangu ama kijana mwenzangu kuhusiana na mifumo ya maisha ambayo inapelekea mtu kuangaika au mtu kufurahia maisha yake. Na tuangalie kwanza kwa kifupi mifumo ya maisha ni nini? Mfumo wa maisha ni nini? Mfumo wa maisha ni staili au muundo wa maisha ambayo mtu anakuwa amechagua kuyaishi. Sana sana kama kijana, kwa sababu yeye ndo anapoanza kuchipukia kutafuta namna ya kuishi maisha yake yafanane vipi mbeleni, basi anaangalia ni mfumo gani wa maisha ama muundo gani wa maisha ambao anautamani yeye kuishi, ambayo pia tunasema mifumo hii ya maisha inahusisha mahusiano, elimu, lakini dini pamoja na kazi ambazo mtu anakuwa anachagua kufanya kutengeneza mifumo yake ya baadaye. Lakini pia tunasema ya kwamba hii mifumo ya maisha huwa inaathiriwa, na kuna vitu ambavyo vinaathiri hii mifumo ya maisha ama vinachochea aina fulani ya maisha mtu ambao anakuja anayaishi baadaye. Inaweza ikawa ni kwa positive au negative kwa wakati mwingine. Tukiangalia hizi athari ama vitu vinavyoathiri mifumo hii ya maisha, tunaona pia kuna swala la familia, kwa sababu mtoto anapozaliwa analelewa kwanza na familia mpaka anapokuja kuwa mtu mzima. Ina maana ameanzia nyumbani mpaka hapo alipofika. Kwa hiyo familia inahusika kwa kiasi kikubwa kujenga mfumo fulani wa maisha kwa huyu kijana ama huyu mtu ambaye tunamuona kwa sasa hivi. Jambo lingine tunasema ni marafiki ambao tunakuwa nao. Hawa marafiki wanachangia zaidi namna gani maisha yetu yafanane, kwa sababu tunajua ya kwamba marafiki
wale unaotembea nao ama watu unaokuwa nao karibu ni watu ambao mtakuwa mnafanana. Kuna msemo wa Kiswahili unasema ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Hivyo hivyo pamoja na marafiki. Kwa hiyo watu wale unaokuwa nao karibu ndio wanakuja kuchangia katika mfumo fulani wa maisha utakaoleta impact baadaye katika maisha yako ya mbeleni. Jambo lingine tunasema social media. Social media imechukua kwa kiasi kikubwa sana sasa hivi nafasi ya elimu na malezi na ukuaji wa vijana. Watu wengi wanaangalia social media, kwa mfano labda Instagram, TikTok, Facebook. Wanaangalia vitu vilivyomo mle ama content zinazokuwemo ndani ya social media. Hizo zinapelekea ama zinaleta impact kwenye maisha ya vijana na maisha ya watu kwa sasa hivi. Mtu anaweza akaona jambo fulani ndani ya Instagram, akaona jambo fulani kwenye Facebook, akajaribu kuiga na yeye ili kufanania vile. Kumbe baadaye inakuja inaleta au inazaa matokeo fulani katika maisha yake. Jambo lingine pia tunaangalia vitu ambavyo vinaweza vikaathiri ama athari zinazoletwa katika mifumo ya maisha ni namna ambavyo unajikita ama unajiweka katika kumfahamu Mungu. Hilo ni jambo lingine la msingi. Je, umeweka % ngapi katika kumjua Mungu zaidi? Umeweka % ngapi katika kumtaka kumfahamu Mungu zaidi? Hiyo nayo inaleta athari fulani katika maisha ya mwanadamu ama inajenga mfumo fulani wa maisha ya mwanadamu. Pia tunasema swala zima la peer pressure. Tukitoa marafiki, lakini kuna ile hali ya rika fulani. Wanaangalia kwamba katika rika hili sasa hivi watu wanaenda na staili hii ya maisha. Rika hili sasa hivi watu wanafuata namna hii ya maisha. Kwa hiyo watu wakiangalia kwamba okay, mimi ni kijana, wa rika langu kama mimi sasa hivi wanaenda club. Warika langu kama mimi sasa hivi wana marafiki wa kike na wa kiume ambao ni wapenzi wao. Warika langu kama sasa hivi labda wako shuleni wanasoma. Kwa hiyo inategemea kwamba huyu mtu anafikiria nini kwa wakati huo ili hiki ama huo mfumo wake wa maisha utengenezwe kwa namna gani nyingine. Lakini pia tukiangalia katika Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Saa nyingine ni maarifa madogo tu kama haya ambayo tunatakiwa kuwa nayo ama kuyafahamu ili yaweze kuleta athari fulani katika maisha yetu. Ni nini kifanyike basi? Kwa sababu tumeona kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea ama vinavyoathiri mifumo ya maisha ya huyu kijana ama ya huyu mtu. Basi ni nini kifanyike? Nini huyu kijana afanye? Vitu vya msingi ambavyo nitavitaja kwa haraka kijana ambavyo anatakiwa kuvifanya. Anatakiwa kwanza, kitu kikubwa ni kumfahamu Mungu. Kitu cha kwanza ni kumjua Mungu. Mungu atamsaidia katika mipango yake yote, mawazo yake yote, namna gani aenende, namna gani aishi. Ukiwa karibu na Mungu, hivyo lazima utapata mafunuo na maarifa zaidi. Ukisoma neno la Mungu utapata mafunuo, elimu zaidi, kwa sababu Roho Mtakatifu tunaye. Huyu naye ni mwalimu mzuri sana atakayetuongoza, atakayekuelekeza namna gani uishi. Jambo lingine tunasema ya kwamba angalia maamuzi unayoyafanya. Kabla ya kuchagua kitu, fikiria kwanza. Fikiria, kaa chini, tafakari, uangalie, je, haya ninayotaka kuyafanya sasa hivi ama ninaloamua kulifanya sasa hivi, je, litaleta matokeo gani baadaye? Hicho ni kitu cha msingi sana kukiangalia kabla hujaamua chochote. Na watu wengi wanashauriwa ama wanasaikolojia wanamshauri mtu usifanye maamuzi ukiwa umechukia, lakini pia usifanye maamuzi ukiwa umefurahi sana. Fanya maamuzi ukiwa soba kwenye hali yoyote ile. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine. Fikiria vizuri sana kabla ya kufanya maamuzi yako. Na jambo lingine linaloweza kukusaidia wewe katika kuchagua mifumo ya maisha, angalia, je, huu mfumo wa maisha ninaochagua, waliowahi kuishi mfumo huu wamefika wapi kwa sasa? Jaribu kutafakari, angalia, labda kama ni baba yako, kama ni mama yako, kama ni ndugu yako yoyote, ama kama ni role model wako unayemtamani awe role model wako, alichagua mfumo huu wa maisha, umemfikisha wapi kwa sasa hivi? Anaweza kuwa ni mtu maarufu, ni mtu mzuri, anafahamika, lakini mfumo huu wa maisha aliochagua na wewe ambao unatamani uishi, umempeleka wapi? Una matokeo gani kwake kwa sasa hivi? Kabla ya wewe kuiga yeye anavyoishi, jaribu kuangalia nyuma ya pazia yeye
amepitia nini na sasa hivi anafurahia nini. Kwa ya kwangu ni hayo machache tu nilitamani kushare na wewe katika kuangalia mifumo ya maisha ambayo unaweza ukachagua, lakini vitu gani pia vinaathiri mfumo wa maisha na vitu gani ambavyo basi tuvifikirie kwa haraka kuviangalia ili mifumo yetu ya maisha inyooke. Jambo moja tu la msingi ambalo ninaweza nikakusisitiza mpendwa, hakikisha ya kwamba Mungu ndio awe kila kitu katika maamuzi ambayo unayafanya, katika kila jambo ambalo unaliishi. Maisha yako yote yakajawe na Mungu. Mungu akawe ndiye msingi ama akawe the center of your life. Asante.